breaking news at the real time. Don't forget. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nataka niwasalimu tena katika jina la Yesu Kristo na kushukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ametupatia ili tena tupate kujifunza pamoja maneno ya Mungu. Unajua Mungu ni mwaminifu kila leo na anakuwa na mpango mzuri kwa ajili ya maisha yetu. Ndiyo maana kwa kila saa, kwa kila dakika tunatakiwa kumshukuru Mungu na kumuinua kwa sababu ya wema wake ndani ya maisha yetu. Jana tulianza pamoja somo ambayo nasema jinsi ya kushinda roho ya amani ndani ya maisha yako ama katika maisha yako. Na ninataka tuendeleshe tena na hii somo kwa sababu kuna mambo mapya ambayo Mungu ameniruhusu tena niweze kuambia siku ya leo, na ninaamini kwamba itakuwa baraka sana. Basi kabla tutaingia, nataka nikuombe uweze kusubscribe sana kwenye channel yetu, subscribe Dani Vuninga TV, halafu uweze kulike video zetu na kuzishare kwa watu wengine, kwa sababu unapofanya hivi unaruhusu video hii kuweza kuwafikia watu wengine. Basi tutashukuru Mungu kwanza. Tutamshukuru Mungu, tumwambie asante kwa ajili ya Jumapili hii ambayo tena ameturuhusu kuweza kuwa mbele zake. Baba, ninakutukuza kwa sababu ya wema wako na niinua jina lako kwa sababu uko mwema. Asante kwa upendo wako Mungu. Asante kwa kibali chako. Asante kwa kuturuhusu tena muda huu tupate kibali hiki cha kuzungumza neno lako Bwana. Ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako ndani ya maisha yetu Mungu. Tangu jana tulianza somo hili kuhusu jinsi ya kushinda roho ya amani. Na sasa Bwana, tunaendelea kukuhitaji kwa muda huu, ujidhihirishe, uonekane kwa ajili yetu. Nguvu zako zituonekanie, mkono wako tuguse, walio wagonjwa wapone, na ili neno liguse watu wako katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana na Mungu akubariki. Mimi ni mwinjilisti Dani Vuninga na hii tena ni kipindi ya maneno ya Mungu ambayo tunakuwa nayo kila Jumamosi na saa 1 jioni. Lakini kwa sababu kuna mambo mapya ambayo Mungu ametaka nizungumuze na wewe, ndio maana tena nimefanya live hii leo ikiwa ni Jumapili, na ninakualika sana upate kunifuata vizuri. Mungu atakubariki. Jana tuliposoma ndani ya kitabu cha Esther mstari wa 7, inasema Esther sura 3 mstari wa 7, basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga puri, yaani kura, mbele yake Hamani, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Hadari. Mstari wa 8 nasema basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja, anamwambia kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akaona ni vema. Basi mfalme akiona ni vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli la kuangamiza taifa, waziweke katika hazina ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. So nilikwambia jana juu ya roho ya Hamani. Nikakwambia kwamba Hamani ni mtu ambaye alikuwa na wivu.
mtu ambaye alikuwa na chuki ndani yake na kiburi kilikuwa kimejaa ndani yake sana. Nikakwambia kwamba Hamani yeye ndiye aliinuliwa na mfalme Ahasuero kuweza kuwa juu ya maakida wengine, naye alipoinuliwa akachukua hiyo kibali, hiyo cheo, akataka kuanza sasa kukanyagia watu, kutembea juu ya watu, watu waanze muinamia, watu wamsujudu yeye, watu wampigie magoti. Sasa akaliweka hiyo kama amri. Na nikasema kwamba wakati mwingine ndani ya maisha yako kuna vitu watu wanataka wakuitikishe, wakwambie ni Mungu amesema, lakini Mungu hajasema. Huyu Hamani alileta neno, watu wakafikiri kwamba ni amri inatoka kwa mfalme ili watu wamsujudie yeye. Watu wakafikiri ni amri inatoka kwa mfalme, kumbe ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni neno yake, kauli yake mwenyewe, kwa sababu ya cheo aliyokuwa nayo. Jambo la kwanza ambalo unaweza kuelewa kuhusu Hamani, Hamani ni mtu mwenye kiburi. Ukiona kiburi kinainukia ndani ya maisha yako, ukiona kiburi kinapanda viwango ndani ya maisha yako, ujue kuna roho fulani kama roho ya Hamani ambayo imeanza ingia ndani ya maisha yako, na hii roho inaweza kukuangamiza. Hii roho haiwezi kukupelekea uendelee, lakini roho hii inakufanya uweze kuangamia, kwa sababu hiki kiburi cha Hamani kilimfikisha hata akaangamia. Jambo la pili unaweza kuelewa kuhusu Hamani, ni mtu wa chuki. Mtu ambaye anakuwa na chuki, wa fitina, anaona kitu kidogo anasikia chuki na waka ndani mwake, ujue kwamba huyu mtu ana roho ya Hamani. Ni mtu wa udanganyifu. Anaweza kutumia maneno, watu wakifikiri kwamba ni mfalme amezungumza, watu wakifikiri kwamba ni Mungu amezungumza, lakini sio Mungu amezungumza, ni maneno yake kwa ajili ya kutaka kutisha watu. Na huyu mtu ni mtu ambaye anaharibu mazingira. Watu ambao wanakaa naye huyu mtu wanakuwa watu ambao wanamuogopa sana, anaweka watu wamuogope sana, anataka aogopewe na watu. Hii ndio roho ya Hamani. Kwa hiyo unapoona roho kama hii, unapoona hali kama hizi, ujue kuna roho hii inafuatana na maisha yako. Mipango inaweza kufanyika, watu wanaweza kufanya njama wakitaka kukuangamiza wewe. Lakini unapoona vitu kama hivi, utambue na uelewe kwamba Hamani anafanya kazi ndani ya maisha yako. Kuna vitu ndani ya ulimwengu wa roho ambavyo tunaweza kuona kwamba haviwezekani. Tunaweza jiuliza, je, mtu anaweza kuwa amefariki tayari lakini roho yake ikawa inatenda kazi na sumbua watu? Nataka nikwambie kwamba hata shetani alipofukuzwa mbinguni, roho yake ilibaki inasumbua watu hapa duniani, na roho ya shetani inazunguka hapa duniani kutesa watu. Kwa hiyo si kwamba ni mpaka Hamani akuwe ndio roho yake isumbue watu. Kuna watu wanafungwa na hizi roho, kuna biashara zinafungwa na hizi roho, kuna familia zinafungwa na hizi roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Hamani alikusudia kuwaua Waisraeli wote, taifa lote la Wayahudi wauawe. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu Mordekai alikuwa amekataa kuweza kusujudia. Mordekai alionyesha msimamo wake kama Myahudi, anaonesha msimamo wake kwamba hapana, sisi tuna Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Siwezi kusujudia Mungu mwingine. Nilikusujudia wewe Hamani, nimekufanya kama Mungu. Na ukweli ni kwamba hii ndio kweli. Kuna vitu ambavyo ukikubali kuvisujudia, umevipatia tayari nafasi ya Mungu ndani ya maisha yako, na hivi vitu vinakuwa vinashindwa. Hauwezi kuendelea kwa sababu umenyima Mungu nafasi yake, ukatia kitu kingine ama ukatia mtu mwingine ndani ya nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo sijakuja kukuambia tu juu ya Hamani, lakini kuna roho zingine 7 ambazo nimepata kibali mbele za Mungu nipate kukuambia juu ya hizi roho. Pamoja na hizi ni roho ya Sauli. Unajua mzuri, Sauli alikuwa ni mfalme, lakini pamoja na kuwa mfalme, alikuwa mfalme mwenye kujaa wivu sana. Alikuwa mfalme mwenye kujaa wivu. Wivu ilikuwa ndani yake sana. Wakati aliposikia kwamba Daudi amepagaliwa mafuta, wivu liwaka ndani ya Sauli, na akasema hapana,
lazima niwinde Daudi mpaka nimuue. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakusikilia wivu. Kuna watu ambao wanakuwa na roho za kukusikilia wivu, na hii wivu sio roho ya Mungu, lakini ni roho ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii roho inakuja na uonevu. Unakuwa mtu wa kuonewa. Ukiona mtu ni mtu ambaye anaonea wengine, anawaona kama wengine hawafai, wengine hawawezi, anaona kwamba ni yeye tu ndio anaweza, yeye tu ndio ana mamlaka, yeye tu ndio ana uwezo wa kufanya jambo fulani, ujue kwamba huyu mtu ameingiliwa na roho ya Sauli. Ni mtu wa kupinga ule aliyepewa kibali. Hata Mungu akikuinua, hata Mungu akikupaka mafuta, Mungu akisema huyu nimemchagua ili aweze kunifanyia kazi, mtu mwenye roho ya Sauli atakuangamiza. Mtu mwenye roho ya Sauli atakuonesha kwamba hiyo kibali hauna nayo, atakuonesha kwamba tu uko chini, hauwezi kuendelea. Ni mtu wa kupinga maendeleo ya watu wengine. Ukiona dalili kama hizi, ukiona watu kama hawa, ujue kwamba hawa watu hawawezi kusaidia kuendelea ndani ya maisha yako, hauwezi kusaidia kuendelea katika safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna roho hii pia ambayo nayo inapigana vita. Inapiga vita kwa ajili ya kuvunja agano za watoto wa Mungu. Unajua Mungu anaweza kuwa na mpango kwa ajili yako, lakini kila Mungu anapotaka kufanya jambo, kuna kitu kinapigana na wewe. Kuna vita ambayo unapigana, na hii vita huenda ukashindwa katika vita hii, unashindwa kufikia kile kitu ambacho Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili yako. Roho ya tatu ni roho ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya Farao, Farao alikuwa mfalme. Na katika ikuwa mfalme, Farao alikuwa mtu ambaye alifunga uhuru. Hakutaka watu wawe huru. Aliwatesa sana Waisraeli, aliwasumbua sana Waisraeli, na katika hii kuwasumbua Waisraeli akawaima uhuru, akawakosesha amani. Bwana atusaidie sana. Alichelewesha ndoto za Waisraeli, watu ambao walikuwa na mpango wa kwenda kumtumikia Mungu katika jangwa, wa kwenda katika nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidia. Farao alitaka wachelewe, na kwa mbinu zake zote, kwa njia zake zote, kwa mipango yake yote, alifanya mpaka wana wa Israeli wachelewe. Na kwa hiyo unapoona kuna mipango ambayo inakuwa ndani ya maisha yako, ni mipango tu ya kuchelewesha. Unakuwa na watu ambao wanataka tu kukuchelewesha. Unataka kufanya jambo fulani, anajitokeza na kuambia hapana, hauwezi fanya jambo hili kwa huu muda kwa sababu ya jambo fulani, anakuonesha kwamba hauwezi. Bwana asifiwe sana. Kuna hii roho kama roho ya Farao. Kuna hii roho ambayo inawinda watoto wa Mungu. Roho ambayo inataka watoto wa Mungu wabaki katika utumwa. Roho ambayo haitaki kabisa uweze kuendelea. Roho ambayo inakukosesha amani katika maisha yako, inakuima furaha, inakukosesha furaha ya wokovu. Kuna hizi roho ndani ya maisha zinatembea, zinafunga watu wa Mungu, zinafunga kanisa, zinakuombea katika jina la Yesu Kristo. Roho kama ya Farao inayofuatana na maisha yako ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Roho ya tano, ya nne, nataka nikwambie ni roho ya Delila. Hii roho, unaweza fikiri Delila alikuwepo wakati wa Samsoni na Delila akafa na ndio mambo yote kaisha. Hapana. Lakini jambo nataka nikwambie ni kwamba Delila hata sasa roho yake iko. Kuna watu ambao wamerizi, wamechukua hiyo roho ya Delila. Wametaka wao wakilishi wa Delila. Delila ni mke ambaye Samsoni alimuoa, ambaye alikuwa wa kabila ama taifa lingine. Alikuwa Mfilistini. Na katika kuwa Mfilistini hivi, akaingia katika maisha ya Samsoni, si kwa kumsaidia Samsoni, si kwa kuonesha Samsoni kwamba anataka ajenge naye maisha, lakini alikuwa mjumbe wa Filistini katika maisha ya Samsoni. Mtu mwenye roho kama ya Delila
ni mtu ambaye anakuwa msaliti. Unaweza kumwambia jambo sahihi, lakini kisha tu siku moja siku mbili unakutana ameeleza jambo hiyo kwa watu wengine wote. Jambo neno ambayo wewe mwenyewe ulitaka isitembee, Delila na kusaliti, anatoa neno hili na analitapanya, analisambaza katika watu wengine. Na mtu ambaye hawezi kushika siri yako, mtu ambaye hawezi kufunga siri, hauwezi muaminia ukampatia siri yako, kwa sababu atakutoboa tu siri na atazungumuza kwa usaliti. Ni mtu mwenye tamaa ya mali. Mtu mwenye tamaa ya mali anaweza kuja na kubembeleza, tafadhali niambie unafanyaje, kazi yako inaendelea, niambie unafanyaje, biashara inaendelea, niambie unafanyaje, mke wako mnaishi naye vizuri katika nyumba, niambie unafanyaje, watoto wanaishi vizuri. Anakuuliza si kwamba akusaidie, si kwamba naye ajifunze kupitia wewe, lakini anakuuliza kwa sababu akuangamize. Hiyo furaha ambayo uko nayo ndani ya maisha yako aipoteze kabisa, aone kila siku ni machozi, ni kulia ndani ya maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo watu kama hawa ni watu ambao roho zao zinapiga vita katika ulimwengu wa roho. Inakuwa vita kabisa, vita kali. Unaweza inua kichwa, unafikiri unataka kuendelea, unaweza kuinua kichwa, unataka uendelee, lakini kuna roho hizi vipingamizi ambavyo vinafuatana na maisha yako, vinataka usiendelee. Mpendwa, ninakuombea hizi roho ziondoke katika jina la Yesu Kristo, zishindwe ndani ya maisha yako, zishindwe katika jina la Yesu Kristo. Nataka pia nikwambie kuhusu roho ya Yuda Iskarioti. Kuna roho ya Yuda Iskarioti ambaye ni roho pia ya usaliti na roho ya tamaa ya pesa. Yuda anaweza kujua kwamba kitu anachotaka kukifanya kwako ni kitu kibaya, lakini anakifanya kwa makusudi kwa sababu tu anataka kusaliti. Yuda aliposaliti Yesu alijua kwamba ni jambo baya anafanya, alijua ni kitu kibaya anakifanya, lakini haikumwacha asifanye jambo hilo. Alimsaliti Yesu kwa sababu alikuwa na tamaa ya pesa, pamoja na kwamba alielewa ni kitu kibaya, ni jambo baya ambalo alifanya, lakini roho ya tamaa, roho ya tamaa ambayo iliwaka ndani yake, hii roho inamfanya aweze kukufanya vibaya. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo roho hizi ni roho ambazo zinavunja mahusiano ya kiroho, inakudisconnect katika ulimwengu wa kiroho. Kuna roho ambayo ni roho ya Sanibalati na Tobia. Unajua, wakati mwingine unafika kiwango ndani ya maisha yako ambayo ni kiwango cha kuanza kujenga, ambacho ni kiwango sasa umeona kwa hali ambayo umekuwa nayo ndani ya maisha ni hali ya kujenga, ni kiwango, ni wakati wa kujenga, kwa sababu kuna wakati wa kila kitu ndani ya maisha ya mwanadamu. Wakati ambao ulikuwa ni wakati wako wa kujenga, inakuingilia roho ya Sanibalati na Tobia, inakupiga vita. Ni roho ambayo inataka kukudhihaki kila siku, kukudhihaki. Unataka fanya jambo fulani, ule sasa hataweza. Sisi tunajua tu kwamba hataweza. Sanibalati na Tobia waliambia Nehemia, wakamwambia kwamba hata hiyo kuta wanayojenga, pusi inaweza kuruka kwenye kuta hiyo na inabomoa hiyo kuta. Kwa hiyo waliona kama ni upumbavu, ni ujinga ambayo Nehemia anafanya pamoja na watu wake. Ni watu waziaka sana, anaweza kukuziaki mpaka ufikie kiwango ya kukata tamaa na uone kwamba hautaendelea tena. Anataka kuziaki ili usiendelee. Mungu atusaidie sana. Roho ya Sanibalati na Tobia ni roho ya kupinga ujenzi. Ni roho ya kusimama unapotaka sema kwamba mimi nitajenga kitu fulani, mimi nitafanya kitu fulani. Sanibalati, hii roho ya Sanibalati na Tobia inaingia ndani ya maisha yako, inasema sasa tutaona jinsi utakavyofanya.
Sasa tutaona kama utatembea namna gani. Sasa tutaona utafanikiwaje katika mpango huo. Wewe uko na ndoto ya kujenga kampuni, uko na ndoto ya kuendelesha biashara, uko na ndoto ya kuoa, lakini roho ya Sanbalati na Tobia ni ya kurudisha nyuma, ni ya kukukata tamaa, kusema tutaona. Watu ambao wanakufanyia hivi, tutaona namna gani itaendelea, tutaona wale watoto watafanikiwaje, tutaona kama watasoma namna gani. Mimi wakati mmoja nataka nikwambie, katika mji wetu tulikuwa na watu wenye roho ya Sanbalati na Tobia, watu ambao walisikia wivu na chuki ya mafanikio ambayo tulikuwa napata kwenye shule, kwa sababu katika familia tulikuwa watoto wenye akili sana ndani ya shule. Sasa tukiwa katika hii hali, katika kijiji kuna watu ambao walisikia wivu, wenye roho ya Sanbalati na Tobia, wakasema tutaona watasoma namna gani, tutaona wataendelea namna gani. Mungu atusaidie sana. Lakini nataka nikwambie kwamba hata hizi roho zinainuka namna gani, bado Mungu anasimama, bado Mungu ana uwezo, bado Mungu anaweza kutenda na kubadilisha. Hao watu wenye roho ya Sanbalati na Tobia waliingia usiku ndani ya nyumba yetu tukiwa tumelala, wakaingia kwa hali ya uwizi, wakachoma documents zote ambazo tulikuwa nazo, documents zote za shule wakachoma, vikaratasi vyote vya shule wakachoma, kwa sababu katika roho zao walikuwa wamesema tutaona namna watakavyoendelea. Kesho wataenda shuleni, watawauliza vifaa vya masomo viko wapi, karatasi za masomo, vyeti vya shule viko wapi. Wanapowauliza hawatapata vyeti, na watasema walisoma masomo ya bure, hawakupata vyeti. Hii ndio roho ya Sanbalati na Tobia. Kuna watu ambao wakati unataka kufanya kitu fulani wana anticipate ili waweze kukushindisha usiendelee katika mpango huo. Mungu akuepushe na watu wenye roho ya Sanbalati na Tobia katika jina la Yesu Kristo. Ni watu wenye uvumi, ni watu wenye uongo. Hii roho inapokuingilia, wanaweza kushitaki hata maneno ambayo haujasema, wanaweza kushitaki hata vitu ambavyo haujavifanya, lakini kwa sababu ni roho ya Sanbalati na Tobia inakupiga vita, mpendwa, utasemewa uongo, utapigwa vita vya kila aina. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi roho zinataka zikuangamize, zikuue kimwili na zikuue kiroho. Roho ya mwisho ambayo nitakwambia ili nimalizie na somo hili ni roho ya Herodi. Unajua mfalme Herodi, yeye alikuwa ni mfalme kabisa ambaye katika ufalme alitambulika, aliheshimiwa kwa viwango vya hali ya juu. Lakini Herodi aliposikia kuna mtoto ambaye amezaliwa, mtoto mwenye nyota ya kifalme, Herodi hakutaka kukue mtu ambaye anaweza simama. Yaani watu wenye roho kama ya Herodi ni watu ambao hawataki kuandaa wale ambao wanaweza kuwabadilisha. Ni watu wanaopinga kabisa, wanaua kizazi kipya. Mtu mwenyewe anaua kizazi kipya. Juu tu ya Yesu mwenyewe alizaliwa na nyota ya kifalme, ikaacha Herodi anatafuta watoto wote wa chini ya mwaka mmoja. Wale watoto wote wakauawa wote katika nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa na roho ya Herodi. Na hii roho ya Herodi inakupelekea, kwa sababu ya kosa kidogo tu, unaweza kufanya kosa kidogo, lakini hii roho inakupelekea kuharibu na kuchukua hiyo kosa, kuigeneralize, unaifanya kama inakuwa ya watu wote. Ukikuwa na manager mwenye kuna roho kama ya Herodi, ni manager ambaye akisikia promotion inataka kutoka, watu wanataka kupata promotion ndani ya kazi, anaharibu kila mipango yote ambayo ilikuwa inapangiwa, anaiharibu, kwa sababu hataki kuwe mtu ambaye anaweza kukaribiana na cheo chake katika kampuni.
watu wenye roho ya Herodi ni watu wenye kudhihaki, ni watu wenye kuleta hofu, wenye kutawala kwa hofu, kupenda watu waishi katika hofu. Anapopita Herodi hivi, anataka watu wapige magoti, anataka watu wamsujudie. Ni kama ile roho ya Hamani ambayo nilikwambia mwanzo. Yaani roho ya Herodi ni roho pia ambayo inapambana kwa ajili ya kuharibu mpango wa Mungu ndani ya maisha yako. Hii roho inapambana kwa ajili ya kuharibu mpango wa Mungu ndani ya maisha yako. Sasa unawezaje kushinda hizi roho? Roho ya Sanibalati na Tobia inapojitokeza ndani ya maisha yako, roho ya Delila inapojitokeza, ama roho ya Yuda Iskarioti inapoonekana kwamba inapigana na maisha yako, inapigana na destiny yako, inapigana na maisha yako kabisa ya kindani, kiroho kama vile kimwili, utafanyaje ili upate kushinda hizi roho? Suluhisho kwanza ni kuamini Mungu, ni kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Kuna vita ambavyo hauwezi kuvipigana. Biblia inasema kwamba vita vyetu si vya mwili na nyama, lakini ni vita vya roho. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kuna vita hivi ambavyo usipomuita Mungu afanye kazi, usipomuita Mungu akupiganie, utashindwa vitani. Lakini wewe muamini Mungu, mtumainie Mungu, muite Mungu apigane vita vyako. Mwachie Mungu apigane vita vyako. Jambo la pili, uwe mnyenyekevu. Na jambo la tatu naweza nikwambia ni kwamba unatakiwa kuendelea hata kama katika kukudhihaki. Hata kama anasema tutaangalia, Sanibalati anasema tutaona kama utaendelea namna gani, na wewe unasimama na Mungu unasema nitaendelea katika jina la Yesu Kristo. Nehemia alivyokuwa anajenga, Biblia inasema kwamba alikuwa anajenga pamoja na watu wake. Mkono mmoja unashika silaha na wengine mkono uko anajenga. Kwa hiyo usikate tamaa. Hata maadui wangesimama namna gani, wewe endelea na kuchapa kazi, endelea na kumtafuta Mungu, endelea na kumwamini Mungu, endelea na kumpenda Mungu, endelea na kuonesha Mungu roho ya unyenyekevu, na utaona Mungu atakusaidia. Wanaweza kujisemesha huku, wanajisemesha huku, wanakaa katika kona. Waache wakae katika kona maadui zako, na watashindwa katika kona hizo, kwa sababu Mungu atakapokuinua, hakika watatambua kwamba Mungu anaweza mambo yote. Kwa hiyo nataka niombe pamoja na wewe ili kuvunja hizi roho ndani ya maisha yako. Kuna roho hizi, usipotambua kwamba umefungwa na hizi roho, unaweza kufikiria zile shida unazoziishi ni mapenzi ya Mungu, lakini sio mapenzi ya Mungu, ni roho tu zimekufunga. Kwa hiyo tunataka kuomba. Bwana mwenye nguvu na uwezo, ninaliinua jina lako. Ninakutukuza kwa sababu uko mwema, Mungu unayefungua siri na kuzungumza na watu wako. Asante kwa upendo wako. Ninakutukuza kwa sababu ya wema wako. Wewe unatendaka maajabu katika maisha ya watu wako Bwana. Hawa ambao wamesikia neno lako hili ni watoto wako Mungu. Wana vita, challenge ambazo wanazipitia, lakini wanakuamini wewe Mungu Bwana. Wanakuamini msaada wa karibu. Ndio maana nimevunja kila roho za Sanibalati, kila roho za Hamani, kila roho za Delila, kila roho za Yuda Iskarioti, kila roho za Farao, kila roho za Sauli. Nimezivunja katika jina la Yesu Kristo. Zile zinazopigana vita ndani ya maisha yao, nimezinyamazisha, nimezifungia kazi katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza amani katika familia zao, nimetangaza amani katika nyumba zao, nimetangaza amani katika biashara yao, nimetangaza amani katika maisha yao kiroho kama vile kimwili, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wasimamie, Mungu wapiganie. Tunakuhitaji wewe, msaada wetu. Vita si vyetu Bwana, ni vita vyako. Wewe jemedari mkubwa Bwana, Baba unayetupigania vita, usimame kwa ajili ya watu wako, simama kwa ajili ya watumishi wako.
Simama kwa ajili ya nchi zetu zinazopigana vita, ambayo imesapotiwa na watu wenye roho kama ya Hamani, watu wenye roho kama ya Sauli. Wamesapoti vita, wanaweka hata pesa gharama ili waweze kuangamiza taifa. Lakini nakusihi Mungu usimame na kuleta amani. Hizi roho zote zinazivunja katika jina la Yesu Kristo. Rudisha amani katika nchi zetu za Afrika kwa jina la Yesu Kristo. Rudisha upendo katika Afrika, rudisha umoja na ushirika wetu katika Afrika. Ninaomba hivi Bwana, kupitia damu ya Yesu Kristo, ninatangaza amani, ninatangaza neema, ninatangaza ushindi, ninatangaza baraka katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akutendee wema, Mungu aonekane kwa ajili yako, Mungu akushughulikie na kuepushe na njama na mitego ya hizi roho mbaya, ya hawa maadui wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usisahau kusubscribe kwenye channel yako Danny Vuninga TV. Kwenye channel hii sisi tunaamini kwamba Mungu anayaweza mambo yote. Na wewe ikiwa unaamini kwamba Mungu anayaweza mambo yote, utakuwa umekutana na wanafamilia, na tutakuomba uweze kujisubscribe, abone, kushare hii na upartage link. Share link hii kwa ajili ya watu wengine, like video hii ili iweze kusaidia watu wengine, na utukufu utazidi kumrudilia Mungu. Ninakuombea neema ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.